Hello, what's up my people? I hope you're good, you're fine and doing well wherever you are watching us from. This is another moment, this is another episode of Crystal Chamber, and of course this is where we give you informative, transformative, educative and very interesting stories lined up for you. My name is Jibril Juma, and beyond all, we are here to entertain you. Keep tuned, stay tuned as we take this journey of an amazing story by our guest who is just joining us. And of course, before we go to the guest, we remind you that this episode is coming live from Chado Antonio Studios. This is home of creative and crazy photography and videography sessions. And of course, you can always book with us for amazing and quality production at Chado Antonio Studios. We are located at Lexo Petrol Station, that is opposite Buhungu International Stadium in Kakamega County or Kakamega Town. Thank you so much for tuning in. Those people who are always tuned in, of course, we salute you, my big people. We are grateful and we are humbled to have you on board. You can always keep supporting our projects by subscribing to our YouTube channel and sharing our projects to other people out there. And of course, by supporting our channel also, you can have some little contributions through 0718 143730. And of course, today is that day we're gonna talk to this amazing, beautiful lady. She's looking good. You're looking good, by the way. Thank you. How are you? I'm fine, thank you. Unapendeza sana. Asante. Siri ya urembo ni nini? Gunia. Gunia. Gunia ile ya kujisugua. Ya kujisugua. Okay. Yes. So watu watumie gunia. Watu watumie gunia. Na wajipake mafuta. Mafuta kama gani tuseme? Valon inawaka. You know, some people say watu wapendi, kuna watu kama sisi, by the way, watu ufikiria by the way sisi tunatumia mafuta expensive sana, but mimi hutumia tu hizi Arimis and I'm good to go. Sinanga mambo mengi. So wewe unasema Valon can do for a lady. Na yoyote yenye unataka kuongezea, lakini Valon, tumia Valon. Okay. Nice. Okay, that's nice. Oh, by the way, she's an amazing guest mwenye ametutembelea, na nafikiri leo ni siku yake ambayo najua utakuwa inspired na utakuwa transformed in terms of this story that she's gonna give us today. By the way, you can introduce yourself to them so that they know you, who you are, what you do. I'm Grace Adhiambo. I'm a fourth year student in Masinde Muliro University of Science and Technology, taking education, French history. Okay. Yes. Wow. Education, French, history. Yes. Wow. Education. That is French and history. How do we say hello in French? You can say bonjour. Kwanzia 6 a.m. to 6 p.m. or 5 p.m. You say bonjour. Then from 5 p.m. kuendelea, you say bonsoir kama ni jioni. Oh, bonsoir. Yeah. So bonsoir, what does it mean? Good evening. Good evening. Oh, that's nice. Then mtu anajibu nini? Bonsoir. Alright. So kwa wale ambao wanatutazama, kama utakuwa una watch video asubuhi, you say bonjour. Bonjour. Okay, kama utakuwa unatazama jioni, tunasema bonsoir. Okay, very nice. Alafu mtu anajibu? Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Oh, very nice. So pia wewe utatujibu pale kwenye comment section, itapendeza kabisa. So talking about you being a student, umesema uko mwaka gani? Fourth year. Fourth year. How is the experience so far? Well, Your journey kuanzia first year, second year, third year, fourth year. kungangana tu na kungangana tu na kujipea moyo juu. Did you do French in high school? Yes. Okay. So ukaamua kuiendeleza. Okay. So what are the careers mtu anaweza pata kupitia the French and history? French. Okay. Like unaweza kuwa mwalimu wa French na history. Then kama unapasiu French ukiwa high school alafu utaki kukuja huku university, unaweza amua unafanya interrelations, hizo vitu za kwenda kukua kutranslate translations za nini, unaweza work kama ambassador. Yes, hizo vitu tu za
Yes. Okay. Communication. Very nice. So far, by the way, tuambie wewe ni mtoto unatokea wapi? Nini kikakuleta huku? Okay, umefikaje huku so far? Okay. Natoka Nakuru. Kwetu home kwetu ni Nakuru, but huku nimekuja ni juu ya shule. Yes. Oh, okay. Nakuru kunasemaje? Nakuru kuko tu. You go back kama ulishaamua kusettle huku. Najua watu wengi wakifika 4th year huwa wanaamua sasa ndio nini niende nyumbani, sinizoee tu huku tayari nianze biashara huku, ni makazi yangu yawe huku tayari. Home lazima tuniende. Mimi my heart is there. Iko Nakuru, so okay. Oh, very nice. So tell us about what you do. Okay, we sell accessories like this. Hii ni key holder. Inaenda, you can buy it at 200. Then kuna some earrings. Unanunua at 200 pia. Unaweza pata kuna ya 100, kuna inalingana, ina vary na chenye unataka. Then tunauza pia anklets. Tunauza pia chains. Yes, vitu kama hizo. Oh. Do you make them or unachukua mahali? Tunachukua, tunatoa Nairobi, zinakuja huku, then we sell. Oh. Yes. Okay, so how is the business so far? Well, unajua it's hard kwa sababu most people wanafanya hizo, most girls they sell hizi mavitu za urembo, nini, so ukipata tu uko na nini yako, space yako ya kuuza tu vizuri, business ina thrive vizuri, but kama ground ni mbaya. Kidaubana. But is it sustainable for you? For me it is. Tuseme hivyo, at least inanisaidia. Siwezi nikiwa njaa sina pesa. Okay. Yes. So what is that thing that you love about this business? Kwa nini ukamulia tu hii biashara? Kwa nini si kitu kingine kando na hii? Tunajua sasa mostly kama wasichana, hizi ni vitu zenye wasichana most wanataka. So it's easier kuuza hizi. Na sasa uko sure at the end of the day utapata kitu. Ukitembea upeleke vitu zako kwa mtu, kwa tuseme vile unatembea door to door, hata kama utakosa mtu hapa, the next nini door unaweza kupata promotion. Unaweza uza hata kama ni 50. Yes. So is it something yenye umefanya for quite long ama umefanya kwa muda gani? Not that long. Kwanza tuseme when tulikuwa badia, then mambo ikaanza kukua venye inataka, tukaamua pia sisi tutaenda nayo. Okay. Yeah. Alright, so I hope kwa ule mtazamaji ambaye anaendelea kututazama, we are having some amazing story hapa hivi ndani ya Crystal Chamber, and of course we really appreciate for your support, the way you've tuned in and stayed up to right now. That is also something that we really appreciate. Hatuwezi iache iende hivyo, so endelea kutazama tu kwa sababu kuna story nyingine nzuri sana ambayo inakama hapo ndani ya Crystal Chamber. Of course this is one of the best shows that is informative, transformative, inspiring, educative, and beyond all, it is entertaining. Thank you so much. My name is Jibril Juma, and of course we are just here with a beautiful lady ambaye anatuambia kuhusiana na shughuli zenye yeye hufanya. Yeye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia. By the way, do you have social media handles? Yes. You can find me on TikTok as Labon Fam. Labon Farm. Yes. Nabon. Bon. 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 BONNE. Then FEMME. Then Instagram Bon 8221. Yes. Okay. So you didn't use your real name. Kwa nini hukupenda kutumia real name? Because kuna watu wanapenda kutumia real names. Is it aligned with whatever you're doing there ama ni jina tu uliamua? It's not aligned. Like niliona tu life is beautiful and I am beautiful, so my name should be beautiful. Oh. Yes. Wow. Haya,
ndio hivyo sasa, mambo yanaendelea kuchemka hapa ndani. Nafikiri unajua pia sisi mimi nikiwa high school, when I joined social media, nafikiri my first social media kujoin ilikuwa ni Facebook. Na hapo Facebook tulikuwa tunajita majina mengine funny sana. For example, mimi mpaka sasa by the way I still have that account najita Valdifa Leila J. Mpaka leo watu wakiniuliza hilo jina lilitoka wapi, mimi nashindwa kujieleza kwa sababu it's a name that came when I was in high school, na nikaanza kujiita Valdifa. I don't know where Valdifa came from. Leila J, I don't know. Mpaka leo sijui kabisa, hata mtu akiniuliza sijui. But it's a name yenye bado naitumia mpaka sasa na sijawahi change. But I still have an official account there, Jibril Juma. That is one nilicreate after sasa akili ishaanza kufunguka, nikaona why would you go for bigger names ama names zenye maybe mtu anaweza kosa kufamiliarize nazo, na kulingana pia na my profession pia ilihitaji hivyo. So I had to use that Jibril Juma as an official name, na nikaicreate Facebook na other social media handles. Jibril Juma is there. So kwa wale wanafuatilia, unaweza nifuatilia pia kwenye TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, Jibril Juma. That is where I post my work, na itapendeza kabisa. So nyumbani umesema ni Nakuru. Hujazaliwa huko ushago kama sisi? Sijazaliwa ushago. Ama Nakuru iko na ushago ndani? Nakuru iko na ushago. But Nakuru is a city. Unajua mimi ushangaa watu usema wamezaliwa Nakuru, Nairobi. I'm like, how? Kuna ushago ndani ya Nakuru. Kuna mahali ukienda kuna Katu village. So okay. High school umesoma wapi? ACK Rai Girls iko Ahero hapo Kisumu tu. Kisumu. Okay. That's nice. So Rai Girls, by this sijaifika Rai Girls, but Ahero nimekuwa. Na Kisumu pia nimezunguka shule nyingi sana huko hivyo. Shule nyingi sana kikazi, lakini but I'm hoping Rai Girls kuna siku moja nitakuja kuitembelea. How is the Rai Girls by the way hapo hivyo? Ama ever since utoke huko uliachana na stories za Rai Girls? Hapana, nilirudi hardship. Wacha nikwambie, unaona Rai Girls jua unajua jua Kisumu. Jua Kisumu. Sasa kusurvive tu. So ushairudi huko hivyo once na nene uka at least ukasalimia watu na nini? Nilikuwa attachment huko by the way. Yes, I did my attachment Rai Girls. Okay. Wakati uko attachment, how was it? Walikutreat kama mwanafunzi wao ama walikuwa sasa huyo ni mgeni? How was the treatment uko attachment? Kwa walimu I was the last born. Kwa wanafunzi I don't know, wamenizoea tu like walikuwa wanaona wewe ni mwenzao mdogo. By the way ni experience nzuri. Wanafunzi wanapenda wale walimu wadogo. Hata mimi nilikuwa napenda, we used to have a mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Jenga, alikuwa anatufunza business. So alikuwa okay, si eti ni mdogo kiumri but ni mdogo kimwili. So ukiangalia kimo chake unaona very short young man. So tulikuwa tunasema huyo ni size yetu. So we used to interact with him kama our fellow student, but alikuwa mwalimu wetu. So kuna ile venye wanafunzi wanapendanga, lakini wakiona jitu alafu wanaanza kuona wanaogofia, so they wanakanga mbali sana, which also pia academically inaweza fanya wanafunzi waogope, pia performance inaweza rudi chini, but it's good. So wakati unafunza kule, experience ilikuwaje? Good, at least ni environment nilikuwa najua. Na yes, na wanafunzi pia si wabaya. Si wabaya. Juu like okay, distance ilikuwa hiyo distance ya walimu na wanafunzi ilikuwa, but hiyo friendship pia nilipata new friends. All right. So we are taking a short break. And today we have an amazing story, and when we come back, we'll be coming back with that day. And of course, that day is gonna be amazing. Just stay tuned, keep subscribing, keep supporting this production, Crystal Chamber. Stay tuned, don't go far. Are you dreaming to have the best moment?
Moments made eternal. All right, welcome back. This is Crystal Chamber, and still you are tuned in. This is an amazing episode. We're telling you, keep supporting this our production, and of course we are still coming back live from Chado Antonio Studios. This is the best place where you can get creative and crazy photography and professional photography sessions. And of course, my name is Jibril Juma, and we have our guest. You can also remind them your name. And, Grace. Grace. Okay, and where you what you do? I sell accessories for girls, key holders. Yes. All right. Kuna number maybe wanaweza kupata? Ama you don't do numbers, you just go mwenye unapatana naye basi ni sawa. Tuko na WhatsApp group pia. So you can just write my number down. 0741587652. Yeah, tena ndo uweze kunini. 0741587652. All right. So umepata, nafikiri kienda pale kwenye simu utaandika hiyo namba, unaweza reach WhatsApp. WhatsApp Ama pia kwenye call na SMS pia. Sawa. Ukitaka accessories basi link up na Grace, atakupatia hizi accessories nzuri. Amesema hii kwanza, hii amesema ni 200. Sema 200. Ni nzuri sana by the way, inapendeza kabisa. Mimi pia nitaoda yangu moja safi kabisa yani. Ama ni baya wanaume kuwa na hizi vitu. Hapana, hii ni kiolda. Kama uko na gari, unaweka kiako vizuri isipotee. Okay. Unajua kuna wengine wanasema hizo ni vitu za wanawake bana, hayo ni mambo gani bana? Mwanamume unabaje kiholder bana? Unaona? So kama kuna mambo kama hayo tuambie mapema ndio tusianze kuchoma huko nje. But anyway, we still promoting, lazima tu promote kibiashara, itapendeza kabisa. So we are on that day, by the way, that is very 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 interesting that bado unaendelea kututazama. Tumesema usubscribe hapo, ucomment, ulike, ushare na uweze pia kutusupport kwa kitu chochote kile ambacho uko nacho. So that day is just right here with us, tukiwa na Grace ndani ya studio. So tell us about that day. Nimesubiria sana. Karibu nigusie, lakini nikasema ukisema tutashindwa hata kufanya show. Nikasema hii karibu kila mtu alie hapa kabla tuendelee. So wacha tuanze kabla tulie kama tuko ndani ya show. Okay. Tueleze kulikuwa aje yani? So like hata sijui nianzie wapi. Sasa tuanzie tu penye safari ilianzia. So tuseme nilijoin, I fell in love, nikapenda mtu. Ukiwa first year? Nilikuwa first year. Tukaendelea tu na hiyo relationship, ikafika second year, semester ya kwanza. Ambao unampenda yani ni mtu mmejoin naye ama ni mtu ambaye yuko nini ya mbele? Tumejoin na yeye. So mko same class, same level ama same level, different classes. Okay. Different courses. Okay, courses. Yeah. Course anafanya. Okay. Ama nisiseme hiyo. Unaweza tu kubana ama kama unataka kusema still okay, but kama unaweza bana pia ni sawa. Anza tu nisiseme hiyo. So ikafika second year, first semester, nikaenda kumtembelea, then tukakuwa yeye amelala, mimi kama DCI nikaamua nataka kuangalia ukasema unataka kufanyaje? Nataka kupitia nione vitu zile. Unajua mtu mwenye kama kuna kijana ama mtu mwenye unapenda, kama anapenda watu wengine tofauti, like gender yenu, nyinyi wanaume tuseme,
unapenda wasichana sana kama wewe na uko na msichana, si ndio? Si unajua atakuwa ako na insecurities nini. So huyo kijana alikuwa hivyo, like mostly company yake ilikuwa ya madem. So nikasema acha nipitie kwa simu yake. Sasa kupitia nikapata kuna msichana. Okay, hata before tufike hapo, tukiwa long holiday ya first year, wao walibaki shule wakitry same. So akaniambia aje akona rafiki yake mwingine anaitwa Fion. Jina lishakuja sasa, hatuwezi kurudisha, tayari lishateleza. Huyo rafiki yake ako kwake na hataki kuenda, na naona ni kama ako na nia mbaya. Nikamwambia Yesu, fanyaje? Mwambie tu aende kwake, kwani lazima mkae na yeye? Nikasema acha nimwambie. Tukaacha kuongea. Then sasa after hapo mtu tukaingia second year first semester, nikapitia simu yake nikapata watu walikuwa wanapiga story wakiongea kwa simu. Stories na kavipi? Story ya watu wakubwa. Sasa kuna time mimi najua tunafanyaga mistakes mingi, si ndio? So ikiwa hiyo time ilikuwa na hata mimi nilifanya vitu zenye saizi hata sijui kama niweza kusema mbele ya watu. Okay. But generally mimi nishaikuwa na ball kwa mara ya kwanza, then tukatoa ile ya sasa like na wewe na yeye, idea wewe na yeye. Reason being ya nini ilichangia? What was the reason behind, like you were not ready for it, or ilikuja time mbaya? Time mbaya ilikuja time mbaya. So after kutoa hiyo ball, unajua pia mtu anaishingi na wewe si easy venye inakaa. Mtu anaishingi tu akiwa na hizo regrets nini. Then after hapo sasa tukio tena venye nilipitia chats zake, nilikuwa naona walikuwa wanaongelelea like vitu zenye zimefanyika, like vitu zenye zimefanyika, like what you've done, ama ni vitu gani zimefanyika? Hapana, like niko na bwana, si ndio? Nataka tutoe, na kumbe yeye alikuwa ameenda kwenye nikiwa huko, aliniambia siku nyingine ati niende home, anipeleke home, kuna game anaenda kucheza nini. Kumbe alikuwa anaenda kwa huyo mdemu, si ndio? Sasa kuenda sasa venye baadaye sasa hiyo siku yenye nilikuwa napitia simu yake, ndio sasa nikaona walikuwa naongea, alikuwa anambia huyo mdemu niko na ball na tunafaa tunatoa. Sasa huyo msichana akamwambia isikue umemess pia huko. Ingia isikue umemess pia huko. Sasa kwake ama huko kwake kwa msichana. Sasa si hata wewe unaweza join the dots. Obviously utajua nini inafanyika, si ndio? So sikujua. By that hiyo time nilikuwa like siwezi shikanisha, like ushashtuka mpaka akili yuko ufikiri sasa. Sasa nikasema hapa juu hizi chats zimekuwa cleared, ni tu statement moja, so siwezi judge, siwezi sema nini imefanyika. Kwa hivyo alifuta, kuna conversation alifuta. So nikasema acha nifanyaje, nipitie kwa best friend yake, chats za best friend yake. Kupitia kwa chats za best friend yake nikapata alikuwa amemwambia ukienda kwa mdem enda na sijui CD nikajua basi. Sasa hiyo time nikaanza tu kulia, like unajua nikapili tu machozi imeanza kutoka. Then akaamuka, alikuwa amelala, akaamuka akaniuliza nini mbaya, sikumwongelesha. Akanotice simu yake iko hapo jipo, na anajua hiyo simu si hakuwa ameiacha hapo. Sasa ndio akaanza kuniambia sijui pole. Alafu men unakuaga na drama ile, akaanza ku act up
Like, oh, nitajua kama utaniacha. Vitu kama hizo. Sasa nikamsamehea. Juu sasa ndani anataka like you mean like alianza kuact kipindi yani. So in short huyu jamaa kaanza drama ndio yani usimuendelee kumhold guilty. Sasa mimi nikamsamehea. Juu hiyo time like ilikuwa saa 8 usiku ama saa 6 usiku. Hiyo time nilikuwa nimekasirika sasa. Sio hiyo kuact like nataka kujiua. Tuka solve tu vitu hizo saa hiyo usiku, si ndio? Kesho yake nikamwambia mimi nataka kwenda kwangu na sitaki, nikachukua vitu zangu. Sasa time nataka kwenda. Akatoka nje akanifungia na kifuli. Akufungia huko ndani. Niko ndani akanifungia na kifuli ati wewe ndio ukienda mimi nitajiua, nitajirusha hapo hivi tukata kwa nini? Kwa gorofa. So ati nitajirusha hapo hivi chini. Nikamwambia basi kuja tuongee. Akafungua tu tukaongea vizuri tukaelewana, mambo ikaendelea. Sio? Sasa venye tuliendelea baadaye aliniambia nita delete namba yake, sitaiongea na yeye nini. Mimi kama lover girl, mimi sijui ama ni mimi like nakwanga a pick me person. Natakanga tu mtu alipick. Mbona una choose huyo na mimi niko hapa? Sasa nataka tu ni choose mimi. So ndio kwa maana hata I guess ndio kwa maana nilimsamehea. So after kumsamehea tukakaa tukaendelea, akaniambia ata delete. Mimi nikajiambia ame delete juu most na tukuanga hizo cases though hiyo sasa trust ilikuwa imerudi chini. So venye tukaendelea nikaona tena tukikaa nika notice anaongea tena na mtu yani tukua na yeye mostly mwenye ana chat na yeye ni mmoja. Then kila saa nikamuuliza huyu naye unampenda, huyu ni rafiki yako mgani mwenye mimi sijui? Kaniambia akanidanganya ni classmate yake fulani, classmate yake nilikuwa namjua. Nikamwambia ni sawa. Tena after hapo ndio nikaingia kwa chat tena. Najua sasa lazima ukue tu uko na wasiwasi. Yani kwa sababu yani mapenzi yani. Na kila time yeye ana chat na huyo tu like sana conversation mostly ni yeye tu anaongea naye. So nikaingia tena kwa chat nikapata ni the same girl. Nikamuuliza huyo ni msichana mgani huyo? Akanidanganya. Sasa akarudi akaniambia baadaye lakini ni nani? Ni huyu msichana. Nikamwambia sasa ulikuwa umenidanganya ni nini? Tuna tukaanza kuargue. Kwa nini? Nikarudi sasa home kwangu. Then after hapo nilirudi tukakaa ni kama like tumeachana na tujachana, ile tunaona ile unavutana. Mimi niko na shida ya kuachwa, niko na attachment issues, sijui kukubali kitu imeisha. So nikakata like nikasema simwachi aende. You get? So tukakaa ikafika hiyo tuko 2.2. So venye tulifika tukaenda tena long holiday au wakuenda. So kipindi hicho unajua kuna hapa bado hatujapata hiyo story vizuri. Kipindi hicho tulikuwa tunaongelea kwamba kutoa ule ujauzito. So kipindi hicho kuliendaje? Hiyo time nilitoa nilitoa hiyo. Yeye akijua. Ni yeye actually sema aje like mtu akishakwambia mzazi wake hatafurahia nini sasa wewe huwezi ngangania. Sasa lazima tu uchukue action. Sasa tukatoa tu hiyo bone. So baadaye hiyo 2.2 after tumeenda sasa long holiday ikiwa home tena nikarealize niko na bone 2.2 yake. Sasa nikiwa na mimba hiyo time tulikuwa home. Alikuwa shule. Nikamwambia tulikuwa tukichat anakuambia aje ni tukiongea unasikia anakuambia ati wewe ngoja tu tukitoka long holiday utajua. Mimi sikuwa najua nini anamaanisha
like alikuwa mpanga kuniacha na kwa ameniambia sasa ananiambia tu tukitoka long holiday utajua nini itafanyika, si ndio? Sasa hiyo time bado sikuwa nimemwambia. Sasa nikamwambia niko na ball na nikaona unajua mtu anaweza kukujibu alafu feel kuna shida, si ndio? Sasa nakwambia wewe tulia, mimi sinakwambia kwani mimi sijui nini nilifanya, mimi siwezi kwa nilimess. Nikamwambia je, sasa unataka kusema nilijipea mimba ama nilifanya nini? Na niambia hapana, si hivyo, wewe tulia tu. Nikamwambia ni sawa, venye tu kutakuwa, si ndio? Aya, tukakaa kidogo tukiwa tu long holiday. Tukakaa kidogo ikafika July, time watu wanaendaga hizo manini zao hizo, kuna kuaga na trips mingi za hizo courses. Anafanyia ni engineer, so hiyo time walikuwa nenda Mombasa. So wakienda Mombasa, akiwa Mombasa walikuwa na huyo mdemu wanafanya course moja. So walikuwa na huyo mdemu alafu wakaenda wakitoka Mombasa sasa akakuwa ananiambia je, mimi sina pesa na nimeuza. Sasa najua niambia ameuza kila kitu ya nyumba yake, ndio ana pesa. Sasa aliuza vitu ndo apate pesa ya kukula. Sasa si akaniambia next time atajua tu vile atafanya, si ndio? Sasa ukitoka Mombasa ananiambia ana pesa, anaona tu akienda kushika huyo msichana muhost mpaka apate nini. Kama sasa unaona kama mnaweza enda tu kukaa. Ananiambia tulia, unafikiria vitu zenye hazifai kufikiriwa. Nikamuuliza wewe unaweza kaenda kukaa kwa msichana mwenye mshalala mpaka na yeye na mko tu mnakati kama marafiki? Ananiambia hapana, ni kwenda tu. Nikamwambia ni sawa, wewe fanya tu venye utafanya. Siaka tukakuwa tunavurutana, si ndio? Kukaa tena after hiyo time, kukaa kidogo kama wiki moja hivi. Kaniambia mimi naona tu hii kitu iwezi work. Nisitaki kuendelea na hii relationship. Na nini akaniambia mimi sitaki, mimi nishapata mtu mwingine. Nikamwambia ni sawa. Hiyo time simkwambia mtu akiwa like ukiwa heartbreakiwa ama nini hizo vitu ukifeel tu yani hata kureason au reason. Hiyo time siku hata na idea like ufeel kitu yoyote akikwambia naona haiwork una feel tu ni sawa. Ndio sababu huwezi fanya kitu yoyote. Na hiyo akikwambia alikuwa anakuambia kwenye simu? Ni text, alinitext. So nikasema ni sawa. Nikakaa tena kidogo venye unaweza ambua ni sawa, then feel vibaya, you get baadaye. So nikamwambia umesema umeniacha, unanifanyia hivyo na venye nikaanza tu kukua like nini. So nikamwambia mimi ni pick me, so natakanga mtu like akuwe tusaidiane. So akaniambia mimi nishakuacha, na immediately niambia ni sawa, mambo yangu na yako ilisha na nikaacha kukupenda immediately, na sitaki uumie sijui nini. Sasa sikuwa na dhambi. Nikamwambia sawa, venye tu utafanya ni sawa, si umeamua ni sawa, mtoto wako pia sitatoa, nitalea hata kama hutaki kukua. Akaniambia mtoto pia sitakata, nitakusaidia tu kulea, si ni wangu, nitakusaidia tu kulea. So kufikia hadi hicho kipindi, so mtoto ulijifungua? Nikajifungua. Ukiwa nyumbani ulikuwa unakaa na wazazi? Did they realize kwamba ulikuwa pregnant? Did you tell them? Actually, mom ndo alirealize wa kwanza, mimi sikuwa nimerealize. Wewe hukujua? How? Yani you didn't feel anything? I don't know, I guess unaona time unakuaga like uko na time uko periods, kuna kuaga na hizi vitu za nini like unaumwa na cramps nini tumbo bado tu ina reacting hivyo, si ndio? So mi nikiwa na body nilikuwa na feel like niko na cramps nini. Then kulikuwa na hiyo, kuna kuaga pia na spotting ukiwa na ball hiyo mostly inafanyika hivyo, unakuwa na spotting ikiwa mwezi moja miezi mbili hapo hivyo. So hiyo spotting ni ati unaonanga
kama vitu kama blood si ndio? So unajiambia uko na ball, hauna ball, unanyesha, uko sawa, nini. So mama ka notice. Mama akaniambia, Grace, venye tutafanya utaenda hosi. Mimi sioni kama uko sawa. Una feel uko sawa kweli? Nikamwambia mimi niko sawa. Wewe enda hosi. Ama nikuletee nini nikupime. Nikamwambia acha tu basi nitaenda. Sasa kwenda ndio nikapoa hiyo kitabu ya papo. Ndio ukajua. So wakati umejua mlikuwa na mzazi hapo karibu. Sasa nilikuwa hosi peke yangu, then venye nilirudi hiyo mtu nikamwambia. What was her reaction? Hiyo time alikuwa nakula mahindi choma. Unajua niliambia nini? Aliniambia umeamua kuwa mzazi. Shida yako. Wewe kuwa tu mzazi. So hivyo tu alikuambia hivyo? Mamangu a very supportive. I don't know. Kama kuna mtu best friend yangu ni mamangu. Alikusupport. So ukarudi ukakaa nyumbani ukajifungua kwa nyumbani. Tulirudi campus. Tulikuja tukaingia 3.1. Sasa tukiwa 3.1 nilikuwa tu huko. Fortunately boli yangu ikuanga hivyo massive, ni kila mtu ata notice, ati sijui utakuwa una feel kuogopa nini. Ilikuwa kidogo. But changes, unajua lazima kuwe na changes. Sasa nikiwa huko kuna mwakuwa na miningi naweza. Kuna mwakuwa na mini naweza hadi enda nizae. Mpaka mtu ananiambia wewe Grace utaogopa kwenda kuzaa hadi useme ufanyie operation nini. Mimi nikamwambia ni sawa, venye tu mnaona. Hata mamangu by the way ananionanga katoto kadogo kenye hakawezi delicate. Wewe ni first born kweli? Hapana. Wewe ni wangapi? Fourth born. So but alikuwa anakuona kama mtoto mdogo na nini. Sasa hadi alikuwa anaogopa. Nilikuwa tu nikisema mama nasikia tu anaanza kutumana hadi enda hosi sijui nini, mpaka akatuma dadangu akuje tukae na yeye. Ilikuwa December tukae na yeye hiyo time. Alafu uzuri ni si uzuri, hiyo ilikuwa baya but at least ilinifanya nikakuwa easy, nikafeel easy journey yote ya ball nini. My lecturer walikuwa wamegoma, so classes zilikuanga kidogo. So far mtoi akazaliwa. Saizi yako home. The guy ulimbreakia news ukamwambia kunaendaje? Kitu fani ni ati alikuwa time ya kuzaa. Tulikuwa na yeye hosi. Nikazaa mtoto wangu msichana. Is he playing the fatherly responsibility? I don't know venye mna define fatherly responsibilities, but part yangu sijui kama na play venye inafaa. Like yeye ufanya nini? Anaombanga picha za mtoto. Kama hiyo ndio fatherly responsibilities. No. Fatherly responsibilities means lazima wakati ulikuwa unajifungua alikuwa hapo kuwitness kwamba mtoto wake anazaliwa. Ana make sure ametumana nini shopping ya mtoto, ana make sure mtoto ako na diapers, ana make sure chakula kiko kwa mtoto, na pia kwa mama pia ana make sure pia mama yuko sawa, kwa sababu pia mama ndiye ananyonyesha mtoto. So the mother, if mother ako sawa psychologically, physically, hiyo ndio tunasema fatherly responsibilities. Hata kama hataki kuwa na wewe katika mahusiano, but kuna vitu venye vinawaconnect karibu na niaswa hicho kitu ni huyo mtoto. So lazima play the responsibilities za father. Anyway, amejaribu. Tuwezi sema hajajaribu. Juu saa zingine time tuseme kama umesota, unajua watu usota. Sasa shida ni ati anakuanga kila saa amesota. But hajaanza kufanya kazi. But as a father, kama ulikubali tu kwamba unataka kuwa father,
lazima uplay responsibility whether you have it or not, kwa sababu ile mtoto yeye naye pia angalie kwamba baba anayo ama hana, lazima survive. So baba lazima tujitume extra mile. Ukishakubali tu kwamba nimeongeza jukumu la kuwa baba, inamaanisha lazima uende extra mile ya kujituma na make sure mtoto iko sawa. So far how is the going? Wewe una feel aje saa hii? Mimi mimi hata sijui. Kuna time nilikaa hivi nikasema sitamsamehea. Mimi sijui hata kama nitamsamehea na sijui kama nitaihil. Lakini nilisema tangu hiyo siku yenye aliamua itakuwa tu hivyo. Nitakuwa tunakaa hivi, ila ati sijui nimekusamehea na kuombea mema. Mimi sikuombei mema. Sikuombei mema. Hata ile ya kusema kwamba ombea adui yako aishi siku nyingi. Unaona kama Mungu angesamehea shetani, shetani angekuwa saizi mbinguni. Mungu alimsamehea lakini kuna consequences, ndio? Sasa so do you meet on the streets? Na kama mna meet, how do you react? Lazima hapa campus lazima mtakutana tu, na kwanza ile kwamba watu wenye mumtaki kuonana ndio huwa mnakutana kila wakati. Sasa yeye ako ile mimi niko sawa, mimi sina shida yote, mimi hata sikukukosea. Okay, nilikukosea lakini nilishakuomba msamaha. So akipatana na mimi hata kama nimemkasirikia, ile anaona tu hii nimekasirikia, nikaifanya tu ikani kama ana joke na mimi kwa njia, you get? So but wewe ulishaamua maisha yako kusonga mbele. Supposing you get some serious guys are you ready to take care of you, take care of the kid, are you going to move on ama bado utakuwa na misingi ile sitaki mwanamume sasa kwa maisha yangu? Like sijui like na feel tu nilisha make your decision. Like sijui kama nitataka kukuwa na mtu. Like sasa nikipatana tu na mtu mwenye ananiambia nakupenda, naona tu unijoka, hujui maana ya mapenzi. Hujui. Kuna mtu anaweza kuwa anakupenda serious na ako ready ku transform maisha yako kabisa, na ako ready to settle na, you know, we also have men out there who really suffered in terms of love. Wameteseka tu kama kiwango chako ama zaidi ya kiwango chako. But sasa ni ile wanatafuta person who has suffered the same so that they can share the story, they can share the spiritual moments, the emotional moments, the physical ones. So unaona, so kuna mtu anaweza kuwa anasema that story has really inspired me. Ningepata msichana kama huyo, najua tungeendana na tungeshare vitu vingi na ningejua venye uchungu alihisi, mimi singependa pia ahisi kwa sababu hata mimi nilihisi. So tunaweza endana naye. Itakuwa ngumu, lakini naweza like give love a chance. Naanza tu, but si saizi I think I'm not ready mentally. Actually saizi I'm brain dead. Acha niseme tu hivyo, I'm damaged. Like saizi hata nikikaa hivi chini nifikirie wewe ananiambia ati ananipenda, uko sure? Una joke na mimi. All right, to our viewers out there, hii story mazee hatari sana. Mimi unajua, mimi nikisikia story kama hizo samanga yenyewe mapenzi ni hatari. Lakini pia ni njia ya kukomaa. Nafikiri pia kila mtu kuna vile tu kuna mambo ambayo yanaweza kufanyika katika maisha yako kimapenzi, kimahusiano, na huwezi jua una land wapi by the way. But kama wewe ni mtu ambaye unakosea watu kimapenzi, it's high time pia ujirekebishe na usikatae tu mtu. Kama ulianza story, maliza, si ndio? Ukianzisha kitu unamaliza. So anzisha na umalize. But anyway, that is a nice story. Thank you so much for sharing with us that story. By the way, let's just go straight to the regrets, maybe na top secrets and the regrets maybe is a life, na tutakuwa tunafunga. Maybe you have some tunasema tuko hapo, tumerekodi dakika ngapi hapo Roba? 29. Haya, wacha tuende break alafu tutarudi na short while. Are you dreaming
Chado Antonio Studio, moments made eternal. All right, welcome back. This is Crystal Chamber. Thank you so much for tuning in. Of course, we're reminding you this is Chado Antonio Studios, where we're having our live sessions. Thank you so much for tuning in. We're telling you that this is the best place where you can capture and have the best moments of your photos and videography services. Endelea kubook na sisi ndani ya Chado Antonio Studios, itapendeza kabisa. My name is Jibril Juma. Karibu sana katika awamu ya mwisho kabisa ndani ya Top Secrets and Regrets za maisha. Grace, your story has been inspiring. Mimi imeni-inspire sana, imenigusa na imenifanya nimefeel pia mimi nimechange as a man. Pia kuna vitu ambavyo nimefeel kwamba nikifanya mwanamke itamhurt na kumuumiza vibaya sana, so singependa ku take that direction. But anyway, kama kuna mwanamume amfanya kitu kama hicho, basi ni high chance pia ama high time ujirekebishe na ujitransform as a man. Pia as a lady pia you need to know the kind of man you're dating. Now by the way wanasema the moment umeanza kufeel to insecurity, that is it. Ile kitu wewe inakuja ni hiyo. Ati sijui mbona nashuku ni kama na chat na mtu. Hiyo tayari ni hiyo. So hata ufanye nini, hata kudanganya, hata fute chats ni hivyo. Because that is it's a real life situation. Ukianza kufeel 26 zimekuambia kwamba huyu anakucheat. Juanga ni hivyo. Unless otherwise, lakini hakunanga hiyo otherwise. It's that. So kama wewe ni dem, jaribu kujua mtu wako. Pia jamaa pia ukianza kufeel kuna venye mambo hayaendi fiti, anza kuchunguza mapema, usijitie katika mkosi ama nuksi. I say thank you so much for tuning in. Endelea kusupport channel yetu. Nambari ni 0718143730. That is our number where you can send your contribution or do your bookings with us and we'll have you on board. Thank you so much. Endelea kusupport kwa kusubscribe pia kwenye YouTube channel yetu Crystal Mode Production. So what are the top secrets you have in your life yenye watu hawajui? Mi sijui, like we jiamini tu, hata sijui secret ya kukua tu venye watu hawataki ukue. Unaona venye watu hawataki ukue, wewe kuwa venye utakuwa. Ufanye vitu kulingana na wewe, juu hakuna mtu mwenye anataka succeed more than your mother. Mama yako tu peke yako ndo rafiki yako wa karibu. So sijui au marafiki nini. Hakuna mtu mwenye anakusaidia huku nje. So mentality yako ibaki tu aje. Ni mimi na mama yangu na watu wa kwetu. So anything you do ni wewe na mama yako na watu wa kwenu. All right. So what are the regrets? I don't know. I don't think niko na regret yote. Regret labda tu tuseme loving too much. Kupenda sana kujishinda. Najua kama ningekuwa najipenda kushinda venye nilipenda ule mtu, at least ile time ya kwanza venye ilikuwa ningeenda, singerudi nyuma, si ndio? Na singekuwa na mtoto sahi. Singekuwa na mtoto na singe regret kitu yoyote, si ndio? But juu sikujipenda sana, ndio imenifanya nikakuwa hapo mahali penye niko sahi. Alright. Okay, one word ama anything you want to share with any person who is watching you, ni kitu gani ambacho unaweza kumwambia, kumuhimiza? Mimi naweza tu ambia watu nje, whatever you do, wewe jipende tu na uweke tu Mungu mbele. Actually, kila kitu ni God. Kila kitu ni God na hakuna mtu mwenye atakwambia hii, lakini you deserve everything that mzuri kwa hii maisha. Kila kitu mzuri unafaa upate, si ati juu. Unajua unaweza kafeel uko down sana kwa hii maisha, but hizo moments zenye zinakuweka ukue down ndio zinakufanya ukue stronger. Mimi kama saizi venye niko hivi, sikujua nitafika hapa, si ndio? Na sikujua nitaikuwa like venye unaniona hivi na kama mtoto mdogo. Actually
hata mamangu anasemanga I'm the strongest weakest person. Strongest weakest person you'll ever meet. Mimi ni weak lakini mimi ni strong zaidi. Hizo weaknesses zangu ndo zinanifanya nikuwe strong. So una embrace to your flaws nini. All right. Thank you so much. We are really inspired by that story. Kama wewe hajakuinspire, sasa wewe basi hauna story wewe. Wewe hujaona stories wewe. But anyway, in terms of supporting your whatever you're doing, you said you have accessories. Maybe unaweza kukumbusha nambari so that they can also link with you up out there in terms of business. Unaweza kusupport 07 41 85 76 52. Alright. Yeah. Ndio tena 07 41 85 76 52. Alright. Okay, huyo anaitwa Grace. Thank you so much. We are really honored. Thank you so much for coming here on board. Tunashukuru sana. We are hoping to see you next time again. Tupige story tena, itapendeza kabisa. And it is my pleasure to have you on board as our viewer. Endelea kutufikisha 5k subscribers hapo hivyo kwenye YouTube channel yetu Crystal Mode Production. Endelea pia kutufuatilia katika TikTok, Facebook na vile vile kwenye Instagram Crystal Mode Production, itapendeza kabisa. Without forgetting the best place for your photography, this is Chado Antonio Studios where we're doing our shows from. So endelea ku book for the best photography and videography services. Itapendeza kabisa. See you next time. My name is Jibril Juma and this is Crystal Chamber.